Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limefanikiwa kumkamata mtuhumiwa anayehusishwa na mauaji ya watu wawili waliokuwa wamefukiwa ndani ya eneo la nyumba yao mtaa wa Sindano Mwananyamala jijini Dar es Salaam. Kwa mujibu wa taarifa ya polisi, mtuhumiwa Hossam Hamza maarufu kama Maopena amekamatwa Julai 17, 2026 majira ya saa 9 alasiri katika eneo la Makongo akiwa na kisu kilichokuwa na damu pamoja na mavazi yaliyokuwa yamechafuka damu na kupelekwa kituo cha polisi kwa mahojiano. Baadaye usiku polisi walipokea taarifa kutoka kwa wananchi kuwa watu watatu waliokuwa wanaishi nyumba moja mtaa wa Sindano walikuwa hawaonekani huku kukiwa na damu nyingi ndani ya nyumba hiyo. Uchunguzi wa kisayansi uliofanyika ulibaini kuwa watu wawili, Hamza Juma Omari maarufu kama Mautila mwenye umri wa miaka 48 na Ali Juma Omari mwenye umri wa miaka 37 walikuwa wameuawa na kufukiwa ndani ya shimo katika eneo la nyumba hiyo. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa mtuhumiwa Hossam Hamza Juma Maopena ambaye ni mtoto wa marehemu Hamza Juma Omari ndiye anayedaiwa kutekeleza mauaji hayo ya baba yake mzazi pamoja na baba yake mdogo kabla ya kuwafukia, ambapo polisi wamesema sababu za tukio hilo bado zinaendelea kuchunguzwa na zitakapobainika basi watakuja kufahamu ama kuelezea tukio zima namna ambavyo limetokea. Basi msikilizaji na mtazamaji, moja kwa moja karibu uweze kusikiliza na kutazama namna ambavyo tukio hili limeweza kutokea na kujiri pale Mwananyamala. Taarifa hizo nilipigiwa na mjomba wa marehemu na nikafika kwenye tukio mimi nikiwa na makamanda wangu, nikajiridhisha kama kiongozi wa serikali, nikaona kuna haja ya kutoa taarifa kwenye jeshi la polisi. Ndipo nilifanya hivyo, nikatoa taarifa na muda sio mrefu jeshi la polisi wakafika, tukajiridhisha wote na tukajua kweli kuna nasaba za mauaji. Kabla ya tukio hili, pengine eneo hili limekuwa na historia ya matukio ya aina hii kuweza kutokea? Hapana. Hamjawahi kupokea taarifa zozote kwa tukio kama hili? Hapana. Sasa baada ya tukio hili kutokea, wewe kama kiongozi wa serikali wa eneo hili umejipanga vipi sasa, na pengine ipi neno lako kwa wananchi ambao? Na kujipanga kumeanza toka jana, ndio maana mtumiwa yuko mikononi kwa jeshi la polisi. Hiyo ndio kazi zetu kama serikali, kwa sababu serikali huwa tunategemea wananchi. Kama serikali hatuwezi kufanya kazi pekee yetu bila wananchi. Tunaamini kabisa hii nyumba ilikuwa na wapangaji zaidi ya 5 na tukio lilotokea ni kubwa na mambo yote yalifanyika hapa alfajiri kwa asubuhi. Kwa hiyo vinaenda wapi? Sasa mnatuchanganya sasa. Tuendelee. Kwa hiyo mimi kama kiongozi wa serikali siamini kama hakuna mtu aling'amua hiki kitu. Sawa Lakini watu waliokuwa wengi wanaogopa kukaa mbele kutoa taarifa bora atoe kiongozi wa serikali. Kwa hiyo hii ni tatizo nalo. Tatizo. Mwenyekiti, pengine umekuwa mwenyekiti wa mtaa huu, kuna namna yote uliwahi kupokea kesi ya mtuhumiwa huyu ama ni tukio lake la kwanza? Hapana, nishawahi kupokea kesi na nilimkamata mwenyewe nikampeleka Mwijuma na akapelekwa Oysterbay, akakaa kama wiki 2, lakini familia kama unavyojua uchungu wa mwana unajua mzazi, wakaenda polisi kwa ajili ya kumtolea dhamana, lakini alikuwa amewatishia vitisho vikubwa, alikuwa amemuonesha kisu babake mzazi, babake akakimbia akaja kwangu na mimi nikaja hapa na migambo wangu nikamkamata na kweli tulimkuta na hivyo visu. Lakini baada ya kumpeleka polisi, msimamizi wa kesi ni mshtaki. Kama mshtaki hataki kesi, nini serikali inafanya? Tunaacha. Kwa hiyo ndio maana wakampatia dhamana akarudi mtaani tena. Nini ambacho kilielezwa hasa kupelekea ugomvi wao kuonyeshana visu na hadi kupelekwa polisi? Huyu mtoto toka atoke South Africa alikuwa amerudi akiwa amebadilika. Sababu mtu tuliokuwa naye toka yuko mdogo tunamjua alikuwa na akili gani, lakini baada ya kwenda huko alivyorudi akawa amebadilika zaidi. Sasa kama unavyojua serikali huwezi kumkamata mtu bila kuwa na evidence. Evidence ndio hizi. Wapo ambao wanasema ni ugomvi wa kifamilia, kwa maana wapo ambao wanadai alikuwa anadai anatuma pesa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba na vitu vingine. Nyumba gani alikuwa anajenga? Yeye ametokea kwenye nyumba hii na babu yake ndo alikuwa anamlisha. Kwa hiyo yeye nyumba gani alikuwa anatuma pesa? Kwa kazi gani alikuwa anafanya huko South Africa? Hayo ni maneno tu ya kubuni, ni maneno tu ambayo yapo na kila mtu anapenda kuongea neno ili aonekane anachokiongea watu wamsikilize. Lakini sisi kama wakazi wa hapa tunajua maisha yake Hossam ilikuwaje, hata huko alikokuwa tunajua alikuwa anaishi vipi. Wala hakuna kutuma hela, tume kwa hela gani?
Umri wake unakadiriwa kuwa na umri wa miaka mingapi? Miaka kama 28 kitu kama hivyo. Na tukio hilo linakadiriwa kutendwa ama kutekelezwa kwa silaha gani ambayo ametumia? Alitumia shoka. Alitumia shoka, na uzuri mwenyewe katuambia aliwakuta wamelala. Kwa sababu walikuwa wanalala chumba kimoja. Na yeye alikuwa amelala na babake mdogo, lakini babake alikuwa amelala chini. Kwa hiyo yeye alipopatwa na hiyo shida yake, basi akachukua shoka, akamwanza babake mzazi maana yake. Shida gani hiyo? No. Shida gani ambayo ilimpata? Shida si hili tukio. Hili tukio ni uendazimu, kwa sababu binadamu uliokamilika huwezi kufanya vitu vya hatari kama hiyo. Kwa hiyo baada ya kumwanza baba mtu mzazi, kisha babake mdogo alivyoinuka kwenye kitanda akakutana na yeye na shoka lingine. Labda alielezea sababu za kufanya hivyo. Hapana. Jaelezea chochote. Hayo mambo mengine ya jeshi la polisi. Wakazi wa eneo hili sasa yawezekana kwa sasa wapo kwenye hofu kubwa baada ya tukio la namna hii. Wewe unawaambia nini wakazi wa eneo hili, pengine kuwatoa hofu na mashaka kuhusiana na usalama wao, kwa sababu tukio kama hili limetokea katika eneo lako ambalo pia wao wanaishi? Usalama upo na mtaa wetu uko salama. Hayo mengine ya ndani ya familia tunayaacha jeshi la polisi wayafanyie kazi, kwa sababu ukisema taharuki hii wafanya wananchi wote wawe na taharuki, si kweli, kwa sababu yanayofanywa na binadamu yanajulikana. Pengine mlijaribu kuzungumza sasa na wapangaji ambao wao ni moja kati ya watu ambao pengine wangeweza kuwa mashuhuda wa tukio hili? Toka jana tunacheza nao, lakini kama unavyojua, kama jeshi la polisi hawezi kumlazimisha wewe, lazima uwe shahidi. Tunataka mtu awe na moyo wa kusema kile anachokijua, kwa sababu asije kusema anataka kufanya ushahidi kumbe analiongea neno ambalo yeye halijui. Kwa hiyo hilo ni swala la jeshi la polisi, na wamefika na wameshafanya kazi yao. Sawa, tunashukuru. Okay.